Nataka tuangalie kitu kidogo tu, sifa ya mtu kabla hajaoa na sifa ya mtu akishaoa. Neno mtu kwenye Biblia huwa linazungumzia species. Na neno mtu kwenye Biblia huwa halina jinsia. Pale unaposoma kwenye kitabu cha Mwanzo 1 fungu la 29 anaposema Mungu akasema na tumfanye mtu, lile neno man huwa halina jinsia. Ndio maana hata hapa mbele saizi nikisema mtu mmoja aje, anaweza akaja wa kike ama anaweza akaja wa kiume, kwa sababu neno mtu halina jinsia. Kwa hiyo nalitumia hilo neno nikiamini na cover kwa wanawake na kwa wanaume. Sifa za mtu kabla hajaoa ama kuolewa na mara baada ya kuolewa ama kuoa. Au tubadilishe tuseme hivi, kuna tofauti gani kati ya mtu aliye ndani ya ndoa na mtu ambaye hajaingia bado ndani ya ndoa? Tuko pamoja? Nawezaje kutofautisha hivi vitu viwili? Kitabu nilichokuwa nasoma kimetumia maneno male na unmarried. Sasa wadogo zangu, kama umenisikiliza tangu nimeanza kushare na wewe hii chapter inayosema singleness, utakuja kugundua kabla ya ndoa, sisemi ulikuwa upungufu, kabla taasisi ya ndoa haijaanzishwa kwenye Biblia, hakukuwa na upungufu, ila kulikuwa na plani. Sijui kama hii statement yangu itaeleweka. Hakukuwa na upungufu, ila kulikuwa na plani. Nikiwa na maana gani? Wakati Adamu yeye ameumbwa akiwa single, najua nikisema hili neno single sasa hivi wengi wenu humu mnanielewa, sina haja ya kulifafanua. Adamu akiwa single hakuwahi kuwa na upungufu wa kuhitaji mtu mwingine. Kilichosababisha mtu mwingine aumbwe haikuwa kwa sababu Adamu anamhitaji, ilikuwa kwa sababu ya plani ya nani? Tuko pamoja? Kwa hiyo mwanamke hakuumbwa kwa sababu Adamu alikuwa anamhitaji. Mwanamke aliumbwa kwa sababu Mungu alikuwa na hiyo plani. Lakini Adamu hakuwahi kurealize kwamba anamhitaji mwanamke. Weka hilo kichwani, ni muhimu sana. Kabla dhambi haijaingia, Mungu alidili na tatizo linaitwa alone. Nimelifafanua sana kwamba hakutaka mtu awe peke yake. Lakini mtu kuwa peke yake haina maana kwamba huyo mtu ana mapungufu. Ndio maana leo ukiona mtu anakuambia wewe mbona uolewi, ujue yeye nafikiri ni somo tulilofundishwa. Ujue ana shida ya nini? Nahisi itakuwa mimi nimejifunza hicho kutoka kwa pastor. Ukiona mtu anasema wewe mbona uoi, ujue ana shida ya nini? Kwa sababu kuoa ama kuolewa sio kitu cha kanisa wala sio kitu cha serikali, ni kitu cha mtu binafsi na maamuzi yake. Sasa angalia, kabla mtu hajaingia kwenye ndoa tulikuwa na upungufu wa alone, tusiwe peke yetu. Na Mungu hajaplani uishi peke yako. Na unisikilize, si kila asiyeishi peke yake yuko kwenye mahusiano ya kingono. Naweza nikawa siko peke yangu and still sio mzinzi, sio muongo, sio mnafiki, sio mbea, na siko peke yangu. Ndio maana siku ya kwanza wakati nafundisha ili neno hapo mwanzo, Mungu alianzisha mwanzo wa kila kitu. Bahati mbaya tu wakati, actually sio bahati mbaya, wakati Mungu anaumba alikuwa anaumba tu watu wawili. Lakini pia Mungu alikuwa anaanzisha kitu hichi, si vizuri tuwe peke yetu. Kwa hiyo kama hivi mlivyo humu ndani, hatuko peke yetu, tuko mchanganyiko wa watu wengi. Lakini kuwa hivi tulivyo ndivyo Mungu anavyotaka. Sasa sikiliza, tabia zetu tutakazoanza kuakti tukiwa hivi tulivyo zisiende against na Mungu. Kwa hiyo tuna uwezo wa kuwa hivi tulivyo and still tusiwe kwenye ndoa na bado tusiwe peke yetu. Kwa hiyo sasa hivi duniani hatuna shida ya mtu kuwa peke yake, haipo. Kwa hiyo ukiona mtu anakuambia bwana mimi naoa kwa sababu gani? Nimechoka kuwa peke yangu, usiolewe naye. Kimbia kabisa. Huyo mtu ana matatizo, ana ugonjwa wa lonely. Maana yake hajikubali yeye ni nani. Mimi nayeongea na wewe kwetu tumezaliwa 6. Baba na watoto wake 4 na mama na watoto wake 4. Sijui nimeeleweka kia nani? Mama yangu alizaa watoto 2 kabla hajakutana na baba yangu. Baba yangu alizaa watoto 2 kabla hajakutana na mama yangu. Walipokutana wakatuzaa mimi na dada yangu. Kwa hiyo si nimeeleweka sasa?
Kwa hiyo hatuko 8, tuko 6, ila kila mmoja na wangapi? Kwa hiyo mimi na dare kusema mbele yenu, sikuwahi kuwa mpweke, sikuwahi kuwa alone, kwa sababu sisi ninakuwa nyumbani, siko alone. Nisikilizeni wadogo wangu, changamoto tulionayo leo ni wako watu wako kwenye ndoa and still wako alone. Ndio maana kuolewa ama kutokuolewa ni vizuri uwe makini kujua kuna tofauti gani. Unaweza ukawa hujaoa, hiyo sio tatizo, lakini sikiliza, haujaoa. Swali la pili, are you single?